kuliinua jina lako. Asante kwa sababu umetupendelea, umetupa neema ya kuwepo madhabahuni pako. Tunapoenda kula na kunywa mezani pako, naomba ukatuhudumie kila mmoja wetu sawasawa na chombo alichobeba. Katika jina la Yesu namwachilia mtoto wako mikononi mwako. Nakemea na mawazo ya kuhamahama, mawazo ya kukimbia, mawazo yanayopelekwa na kupeperushwa kama mawimbi, ninayatiisha katika jina la Yesu, yakapate kusikiliza neno la Bwana. Amen. Ayubu mlango ule wa 5 mstari ule wa 17 hadi ule wa 20. Ayubu mlango ule wa 5 mstari wa 17 hadi ule wa 20. Neno la Bwana linasema, tazama yu heri mtu yule Mungu amwadhibuye kwa hiyo usidharau kurudiwa na huyo Mwenyezi. Narudia hapo, tazama yu heri mtu yule Mungu amwadhibuye, kwa hiyo usidharau kurudiwa na huyo Mwenyezi. Mstari wa 8 na wa 18 unasema, kwani yeye huumiza lakini tena huuguza, yeye hutia jeraha na mikono yake uponya. Mstari wa 20 nasema, wakati wa njaa atakukomboa na mauti, na vitani atakukomboa na nguvu za upanga. Haleluya, haleluya. Namba 1, nidhamu binafsi ni uwezo wa kufanya jambo unalopaswa kulifanya kwa wakati sahihi. Ukiwa unajisikia kufanya au hujisikii kufanya, hiyo alisema Albert Hubbard. Nidhamu binafsi ni uwezo wa kufanya jambo unalopaswa kufanya kwa wakati sahihi. Ikiwa unajisikia kufanya au hujisikii kufanya. Nidhamu ni uwezo wa kufanya jambo unalopaswa kufanya kwa wakati. Haleluya, haleluya. Nidhamu binafsi ni uwezo wa kufanya jambo unalopaswa kufanya kwa wakati sahihi. Ukiwa unajisikia kufanya ama hujisikii kufanya, you need to do it. Hiyo ndio inaitwa nidhamu. Tumesoma maandiko pale, nasema tazama yu heri mtu yule Mungu amwadhibuye. Kwa hiyo usidharau kurudiwa na huyo Mwenyezi. Kuna watu wengi sana wanapata hasara kwa sababu wako kwenye kuadhibiwa na Mwenyezi. Kwa nini? Kuna aina fulani ya maisha umeamua kuishi ambayo hayana nidhamu. Waingereza wanasema self discipline. Kuna nidhamu binafsi. Unamwona mchungaji, joto ni kali, jua linawaka, lakini anaangana kwenye suti yake, katulia humo ndani. Kama vile kuna feni humo ndani.
Umeshindwa kujua wakati wa kulala na wakati wa kuamka. Ofisini, mbona bosi wako humwelezeaje hayo unaotuelezea? Mbona mwalimu wako humwelezeaje habari unazotuelezea? You know pastor, today is a visiting day. My dear, mimi Kiingereza sijui. Ninachokijua, kuna wajibu wako ulipaswa kuukamilisha, na kwa kuwa umeuacha, the stick is there. Utachapwa. Leo tumechapika, leo tumepigika, hasa jamii ya waaminio. Si kwa sababu hatujaokoka vizuri, ni kwa sababu sisi ni wale watoto wa yule ambaye ukizingua na yeye anajua kuzingua. Tazama yule mtu, anasema yu heri mtu yule Mungu amwadhibuye. Kwa hiyo usidharau kurudiwa na huyo Mwenyezi na kazi hapo. Au Biblia yangu ndio inasema hivyo? Hebu isome ya kwako, wewe inasema tofauti. Inasemaje? Tazama yu heri mtu yule Mungu amwadhibuye. Yu heri. Kwa hiyo usidharau. Ni afadhali uadhibiwe kuliko tukupotezee. Kuna miwatu hapa, ukiliita ukilichenjia kwa ajili ya upuzi wake, linahama kanisa. Lisipohama kanisa, linabadilisha njia. Alikuwa akitoka akija na mchungaji, Bwana asifiwe. Umeanza kumshughulikia, mimi sitaki maneno, nikija hivi naondoka zangu. Mpuzi mmoja tutakushughulikia mpaka njia ikatae. Kwa sababu gani? Ni heri tukushughulikia wewe, maana thamani yako kwa Mungu ni zaidi ya vile unavyoving'ang'ania. Umevishikilia vitu vidogo. Huna nidhamu. Hatuchapi watoto kwa sababu tunataka kuwaumiza. Wewe ni mzazi, unapomchapa mwanao, umchapi kwa sababu unataka kumtengenezea maumivu kwenye mwili wake. Ulitamani ungeweza kumwadhibu mwili wake usiumie, lakini vichwa vya mbongo ni kama punda. Nimeelewa sasa, harudi tena. Lakini mwambie piga magoti, akipiga magoti akinyanyuka amesahau. Na ndio maana watoto wetu wamelelewa nitakupiga na anatetemeka hivi. Kwa nini? Maumivu anayajua ya kupigwa. Huyu Mungu ni baba. Mwangalie jirani yako, mwambie huyu Mungu ni baba. Anataka uwe na nidhamu isiyokuwa na mashaka. Akikupa biashara, ile biashara sio ya kwako. Wewe ni wakili tu. Utatoa hesabu ya hiyo biashara kikumi. Unajua, unapoleta fungu la 10 ni unatoa hesabu ya biashara yako. Maisha yako yakiwa hayaeleweki, ninakuita. Kwa nini? Ninaona 10 chako kiko vizuri, lakini wewe unatembea Eloi, lazima nikuite. Kuna mahali unapigwa wewe. Kwa nini? Kazi yako si ya kwako, ni uwakili umepewa. Tumekupa tu uwakili, ukae kwenye hiyo position. Kinachohitajika kwako ni nidhamu binafsi ya kukaa kwenye hiyo nafasi.
nafasi. Ukipoteza nidhamu, watapewa wenzio. Na msemo mgumu kila wakati naupenda kuusema, na sio mgumu, of course ni marudio, ni fakti. Fakti ni kitu ambacho kipo tu, yaani sio kwamba kimezuliwa kipya, sio cha kinabii, Bwana amenipa jambo jipya. Hapana, ni marudio ya maisha. Kama kuna mahali umekaa unafanya biashara, hiyo biashara kuna mtu mwingine kama wewe alikuwa anaifanya, jiridhishe wewe sio wa kwanza. Kama unakaa kwenye ofisi yoyote, jua hicho mamia ni saa ya kwenda kwa Mungu wangu. This is my time with my God. Anaenda kwa Mungu wake, anakaa pale, anasema Jehova Rafa, Jehova Yire, Jehova Shalom, Adonai. Hilo ndilo jina lako, Mungu juu ya miungu, Bwana juu ya mabwana, mfalme juu ya. Maanake anamwambia hata wewe mfalme aliyopo, kuna Mungu, kuna mfalme kuliko wewe ambaye mimi ninamjua. You cannot stop me to worship or serve him in anyhow. Maanake wewe ni bosi, lakini kuna bosi juu yako. Wewe nizuia mimi kumwabudu ama kumtumikia kwa hali yoyote, wacha nimuite, maana ananiweka hapa. Haijalishi unajeuri kama gani, akitaka niondoke, ninaondoka na majeshi yako na hayana cha kunifanya. Unalinda kazi unalinda biashara. Ikitakiwa asubuhi moja uondoke ukiwa na shati lako na suruali au na sketi yako, unaondoka na huwezi kwenda kumshtaki popote. Kuna watu walikuwa wanafanya biashara, walikuwa wanafanya kazi biashara kwa maduka huko. Asubuhi moja tu walikuja wakakuta hamna duka, hamna bidhaa, wako hamna hela walizoacha za mtaji, hamna dukani, wako kama walivyovaa nguo zao. Wanaambiwa kwa kweli, na mikopo yenu mliokopa mnadaiwa, mtalipa tu. Sijui ufanyavyo, sijui utendavyo, kile nachojua ukiamrisha inakamilika. Yaani kwa nini wewe usikae vizuri na mzee aamrishe mambo yako? Wewe unakosa nidhamu, unakosa nidhamu, unakaa tu, yaani unatembea ushabiki. Tengeneza standard yako wewe. Unajua mimi hata kama wote mnafanya, mimi nisipoelewa sifanyi. Hamjanielewa? Nasema hivi, hata kama wote mnafanya, kama mimi sijaelewa sifanyi. I will not do it. Because of what? Because I have never understood it. Yaani nifanye nielewe ndio nitafanya. Kwa nini? Standard yangu mimi sio kufanya. Standard yangu mimi ni kuelewa ninachotaka kufanya. Badilishe vitu. Wewe unafanyaje? Unashangaa mahali hapa kuongea unacheka. Wewe kama hujaelewa, kwani unaenda kuongea? Tengeneza standard wewe. Yaani mtu anaweza akaja mtu asubuhi moja akakukuta huko tu umebeba kidegi chako, anakugeuza anakwambia, "Tone
tuingize mjini. Na wewe una nauli? Twende. Tampiga kofi mimi. Yaani unajikuta tu. Na hii tatizo limewakuta wadada. Kule mtaani kwetu tunakuwa unakutana na mdada ametoka mashineni kusaga, anakamata mkono hivi ndo ameolewa na unga wake na kila kitu. Ule unga unaenda kuanzia maisha. Tengeneza sandali yako wewe. Lazima hivi jamani, si ndio hivyo? Sijabuni. Mtu anatakiwa hivi akiweza kuja kukuchukua ukiwa unatoka mashinani, ajipange, ajue aina ya mtu anaenda kumteka kwenda kumwoa. Kwenye hizo familia kuna watu hawafanyiwaji hivyo. Vijana wanaenda wanakwapua na anabeba anaenda anaoa, lakini kuna familia zingine hawafanyiwi hivyo. Wamejitengenezea standardi, na hata wanaume wenyewe wakwapuaji wanajua kwamba haitafanya kazi. Yaani ukimchukua sasa hivi haifiki saa 2, kabla hujakamilisha lengo, defender ishafika, imebeba mtoto, imekubeba na wewe utapeleka mahali panako kustahili.